Kwa nini watu wasiende wakakaa kwenye boda wakatalia watu kuingia huku? Kwa nini askari wetu wasimama kwenye barabara? Kwenye barabara ndio kwenye victim, tukipigwa tutapigwa sote. Waende katika buffer zone, wahakikishe kule hawa watu hawaji. Kisha masala ya Sabaki, sisi hatuna matatizo na askari kabisa, yatakawele, na pengine hatuna tatizo na serikali, lakini pengine mapewa habari ambazo sizo, na ndio yatakana mara nyingi serikali ikitaka kufanya security ikae intelligence, ikae na watu wenyewe, ndio wataweza kuambiwa ile matatizo exactly yako mahali gani. Bwana Ruto, mimi ni deputy party leader wa PAHA. Sisi tulikunga wewe na tukakupigia kura na ukashinda. Watu wa Lamu, kitu tunachotaka hivi sasa, uchumi wetu urudi, na uchumi wetu si wa wazungu. Wa wazungu ni kwa kuongeza, uchumi wetu ni wa mashambani, kuanzia Garseni mpaka Bajunini mpaka Kiuga ndio. Mimi naitwa Hassan Abdallah Al-Beit, nimekuwa area councillor wa Wito hapo matatizo ambapo yaanza, kisha nimekuwa meya wa Lamu, na mpaka leo naishi Lamu na Mombasa. Haiwezi kupita wiki moja mimi siende Wito. Mimi nataka kumwambia rais kupitia kwa waziri wetu Murkomen, hakuna curfew ya miaka 11, hakuna. Labda watuletee kipengele cha sharia kuonesha kuna curfew hiyo. Curfew ina muda fulani. Number 2, tunataka kujua natija ya curfew mpaka sasa iliyopatikana ni ipi, kwa sababu sisi tunayo natija ya curfew. Natija ya curfew imetumaliza sisi kiuchumi, imetumaliza sisi kiugonjwa, imetumaliza sisi social. Hatuwezi kufanya harusi zetu tunavyotaka, hatuwezi kufanya biashara zetu tunazotaka. Sisi kama watu wa Wito, sisi kama watu wa Bajunini, tusafirisha samaki usiku, tumekuwa hatuwezi kusafirisha samaki usiku kwa sababu ya haya matatizo. Sisi tuwatinda ng'ombe Wito, tukileta Malindi ndio capital city yetu, tuauza turudi, hatuwezi kufanya hivyo. Tumekuwa tuna matatizo. Hii ni security ambayo iko imetufanya sisi tusiwe na amani kabisa, kwa sababu hatuna raha. Raha ni kuwa na uchumi. Ukiwa una uchumi utaweza kufanya haya mambo. Jambo lingine, Kenya hivi sasa technology iliyoko ya security imeendelea sana. Hata watu wakipigana huko Middle East hawapigani tena kwa askari, wapigana kwa hizi madrone. Kwa nini hakutuii madrone huko kwa itwaje Boni Forest, kupigwa madrone kote kuonekane hawa watu? Kwa nini watu wasiende wakakaa kwenye boda wakatalia watu kuingia huku? Kwa nini askari wetu wasimama kwenye barabara? Kwenye barabara ndio kwenye victim, tukipigwa tutapigwa sote. Waende katika buffer zone, wahakikishe kule hawa watu hawaji. Kisha masala ya Sabaki, sisi hatuna matatizo na askari kabisa, yatakawele, na pengine hatuna tatizo na serikali, lakini pengine mapewa habari ambazo sizo, na ndio yatakana mara nyingi serikali ikitaka kufanya security ikae intelligence, ikae na watu wenyewe, ndio wataweza kuambiwa ile matatizo exactly yako mahali gani. Bwana Ruto, mimi ni deputy party leader wa PAHA. Sisi tulikunga wewe na tukakupigia kura na ukashinda. Watu wa Lamu, kitu tunachotaka hivi sasa, uchumi wetu urudi, na uchumi wetu si wa wazungu. Wa wazungu ni kwa kuongeza, uchumi wetu ni wa mashambani, kuanzia Garseni mpaka Bajunini mpaka Kiuga ndio uchumi wetu. Ndio tunapolima simsim, ndio tunaolima maembe yetu, ndio tunaolima korosho yetu, ndio tunaolima pamba zetu. Ikiwa security itakuwa yani is not universal, yawe kwa mahali fulani hakuna, itakuwa nyinyi mwatunyima haki zetu za kikatiba. Ndugu zangu, nataka kuambia ulimwengu, Kenya ilianza Lamu, haikuanza Nairobi wala Mombasa wala haikuanza Kisumu. Kwa hivyo hii ni kaunti iliyoanzia nyinyi kupata hii nchi ya Kenya. Tukapigana siku zote, tukapigana na Maportugisi, tukapigana na watu wote kwa na British kuwapatia hii nchi. Leo fadhila zenu ni kutuwekea curfew, mwatufanya watumwa katika nchi yetu wenyewe, mwatufanya watumwa. Ama mtu akiwa hana kitambulisho mpaka asumbuliwe? Kwani hamuna vifaa vya kuangalia gari mtu asishuke mkaangalie? Si tunataka gari zisikiwe, tumieni system muangalie. Lazima mteremshe watu wote, wamama wazee wateremshe. Kwa nini? Hiyo si sawa, ni kinyume, ni violation of the constitution. Hiyo si sharia. Kwa hivyo sisi tukuomba Bwana Ruto kupitia kwa Murkomen,
kama walivyotangulia kusema wenzangu, tushirikiane katika kuweka usalama na ifunguliwe roadblock. Leo ukifika Gamba saa 11 waambiwa rudi, hujui utalala wapi, Garseni hakuna hoteli, hujui utakula wapi, hujui gharama zako ziko vipi, waambiwa bila kutumia. Ukifiliwa leo huwezi kwenda kuzika. Kwa sababu gani? Imefungwa mahali pale. Kwa hivyo sisi tuomba roadblock zifanye sahali katika kucheki, na Gamba iondolewe. Basi leo kuna basi zimeingia Dreamline, kuna Tawakal, kuna Tahmid, kuna basi 4 zote zinataka kutembea usiku, haziwezi kutembea usiku. And it's not fair what we are doing to us. Si sawa mnavyotufanyia hivyo. Ikiwa hamtaweza kurekebisha, then the other solution, we will go to court and protest this in the court and appeal. Shukran. Jazakallah khair. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.